kuna ile rigid structure inaitwa chain of command, na kuna wakati ambapo wakubwa wanaweza kunyanyasa wadogo sana. Actually mkubwa akipita wanasema unakauka. Huyu Victor huyu alikuwa mtu tofauti sana. Mara yangu mimi kwanza kukutana na yeye ni wakati alikuwa DC kule Moyale. Na tulienda kule kwa sababu kulikuwa na by election. Kuna wajumbe walikuwa wameaga dunia kwa ajali ya ndege. Na tukaenda na Waziri Michuki huko, tulilala kwake. Tukajuana. Victor to host mimi, waziri na timu yetu. Baadaye alikuja kule Harambee House. Huyu Victor huyo ajuange mtu mkubwa mtu mdogo, heshima yake ilikuwa sawa sawa. Ni mtu ambaye ungeweza kumuita wakati wowote na atakupatia wasia. Mambo ya afande mingi hakukuwa nayo. Your Excellency, huyu Victor huyu ni wale watu ambao mimi naamini katika roho yangu ni kwamba angeenda beyond ile cheo ambayo aliaga akikuwa nayo. Kama nchi inapatia watu fair chance, Victor huyu angekuwa PS, hata angekuwa CS. Kwa sababu ile ujuzi alikuwa nayo, yale maarifa alikuwa nayo. Na sisi kama tunataka tukue a modern nation state, lazima tuangalie ni nafasi gani tunaweka watu gani. Isije kwamba mtu ambaye ako na ujuzi finyu anaongoza mtu ambaye amebobea. Taifa la Kenya aliwezi kuendelea hivyo. Kuna wengi, hata kule Harambee House kulikuwa na kina Kimemia huko, kulikuwa na Mtea huko, kulikuwa na Wairagu huko, kulikuwa na Kadecha, kulikuwa na huyo Kioma, kulikuwa na Osia. Sasa wale wengine wote walikuwa promoted, wakabaki wawili tu kwa ma-PS. Mmoja ndio huyo ameaga, mwingine amekuwa hapa akiintroduce watu anaitwa Osia. The field administration inajua huyo Osia, anajua all administrators wote by name and where they are. Please, let's just consider meritocracy. Najua wakati mwingine nikisema hivi ataenda kumalizwa, anafikiri nimemtuma, amenituma. Haja niweke hiyo disclaimer. But I know him, kwamba ni mtu mzuri. This was the League of Administrators ambayo every junior officer anakuwa proud na kuemulate. So tuliongea na yeye akienda India, akasema ni mgonjwa, anaenda kufanyiwa pasuaji, na mimi nilikuwa najua tu kwamba atarudi, maana hata ile sauti alikuwa anaongea ungeweza jua ni mtu mgonjwa. So baadaye wakati naona Victor amekufa, mimi roho yangu ilikadhabika sana, kwa sababu you have lost a very very important person in this country. Jambo la pili, Mheshimiwa Naibu wa Rais, wakati watu wanaongea maneno na wewe unasema wewe ni truthful person, tungependa pia serikali isikize watu. The government's opinion is not the only opinion. Sisi tuko huko mashinani na kuna shida. Upande wa masomo kuna shida kubwa sana. Kuanzia secondary mpaka kwenda college kuna matatizo. Saa hizi tunajua kwamba basic education takana kuwa free. Serikali imeweka fedha through capitation. Ilikuwa 22,000 per student, sasa inasikia imefika 17,000. Lakini hizo fedha serikali inaleta kwa mashule inafika mahali haisaidii watu, kwa sababu pia walimu wetu wameweka pesa nyingine inaitwa pesa ya lunch. So hiyo shilingi 22,000 mtu anapoteza kwa sababu ya shilingi 5,000 mzazi hajapata kulipa lunch. Is it possible for our own government to enforce its own policies? Maana hata sisi fedha ambayo tunatumia wanasema at counties tunapeana bursary. Ile bursary tunapeana ni fedha ya lunch. Hapa Trans Nzoia tumeweka 150 million ambayo tunatupeleka shule kwa sababu ya lunch ambayo tungetumia kufanya mambo mengine.